to Otherance TV. Leo niko na mzito hapa mwenyewe. Hebu ajiseme. Mimi sijiintroduce please, nimeshapita ile level mimi. Sasa nani ajui Kasipul? Mwenye anijue tu ni mtu mwenye ajui, lakini mimi nimepita kujiintroduce. Unaendaje lakini dada? Poa, siku mingi. Mungu anasaidia dada. Yes. Kasipul. Yes. Umekuwa Tanzania muda mrefu. Unafanya nini Tanzania? Kawaida kuongea kuhusu Mama Samia Suluhu, mama mchapakazi, kipenzi cha Watanzania na East Africa kwa jumla, mama mwenye hofu ya Mwenyezi Mungu, mama wetu ambao kipenzi chetu. Mbona si Kenya? Kwani unataka kuhama? Mtu akona uhuru ya kusifia, wewe mbona usiende kusifia Toro Babu whatever? Si wewe uko na mtu wako mwenye unamsifianga. Mimi nikisifia Mama Samia sawa, kwa sababu mimi napenda Mama Samia Suluhu. Kwa hivyo sisi tuna mpango wa kuhama kwenda Tanzania. Naenda kufanya nini Tanzania? Naenda kufanya nini? Si mimi natembelea, kwetu ni nyumbani ni Kenya, mchanga wangu ni Kenya, lakini nikiona kwa jirani ni kuzuri pia naenda nawasalimia na narudi nyumbani kwetu kama kawa. Yeah. Vizuri. Alafu kulikuwa na fununu kwamba ulikuwa uko na plan za kuwania ugavana hapa Nairobi. Yes. Mimi nawania ugavana, nitakuwa nawania ugavana. Na hiyo sio tafadhali, hiyo ni lazima nitawania ugavana na nakuwa gavana wa Nairobi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu inshallah. Na mbona hujaanza kukampeni? Mbona ni kampeni? Sina ngoja siku ya kampeni. Nipige kampeni yangu polite, nikimaliza sawa, shukrani. Manifesto ambayo uko nayo sasa hivi manifesto ikifika siku nitatoa manifesto. Yeah. Sawa. Sasa kwa hivyo uko tayari kabisa, unafikiri utawezana na gavana aliyepo sasa hivi? Yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mungu ndo anapanga. Mungu akisema itakuwa. Mimi ni nani? Shehe, wiki iliyopita kumekuwa na mbwembwe mingi sana kuhusiana na huyu PK Salasi. Ameongea mambo mingi sana kuhusu Wajaluo na hata Waluhya, mpaka ikaonekana ni kana kwamba kunaweza kuwa na mgawanyiko kati ya mashemeji. Unawezaje kusema kuhusu jambo hili? Peter Salasia ni kijana mdogo mwenye aliangukia ubunge kimungu, na wamama wakampitisha, wakampeleka kwa kura na wakampitisha, lakini sasa power imeget into his head to an extent whereby he has forgotten where he came from. And imempea kiburi hadi anatusi wazee ambao walipigania uhuru ya yeye kuongea kwenye mitandao ya kijamii, na akabada kazidi tena, kaenda kapita mipaka, akaenda katusi jamii ambao ni jamii ya Kiluo, na hiyo jamii ya Kiluo ni mashemeji wa mandugu zetu Waluhya. Mimi mamangu ni Mluhya, ameelekea Mjaluo. So unapotusi, unatusi, like you are abusing mashemeji wako in the name unataka kupata popularity. Lakini tunamkumbusha na tunamkataza, tunamwambia kwamba wewe Peter Salasia, wewe ni mtu mdogo sana, haujui maisha ya kesho na leo. Enda pole, kuwa na heshima, heshimu watu wenye wanakuja na heshimu watu wenye wamekutangulia. Hii power ni temporary, unasikia? Usije ukaenda hapo umebaki na hiyo nyumba umejengewa peke yake kwa sababu ulitusi watu na hukuishi watu vizuri na watu. Tunaona ni kwamba aliweza kumtusi sana kiongozi wa upinzani Bwana Raila Odinga ambaye sasa amejiunga serikali. Hakuna mtu yote mwenye ako na ruhusa kutusi Raila Odinga. Na tukosea unazizinguliwa unaambiwa. So all in all ndio hivyo, achana na yeye, ni mtu mdogo sana na chochote. Speaking of Peter Salasia, anatokea sehemu za huko Kenya. Unafikiri ni mchapakazi? Peter Salasia ni mchapakazi, lakini ukuzi wako naye. But kwa kazi kwa ground anapiga, lakini kitu jinga imemwingia kwa kichwa ambao anafaa kukumbushwa tu ya kwamba acha kwa mjinga. Bangi ndio unavuta, sisi tunaivuta kushinda, lakini tunajifichanga tukivuta ivutu publicly. Unaonesha watoto kitu kama hiyo kwa nini? Watoto wenye sisi tumeza. Unajua Peter Salasia ni mtu ana mtoto hata paka hajavuka kwa nyumba, na ndio hawezi kujua umuhimu ya kuwa na nidhamu kwenye kamera. Watoto wetu wakiona anafanya kitu kama hiyo, what do you think of watoto wetu? Watajua kwamba kuwa kiongozi ni kuvuta bangi? It is wrong. So we have to condemn. Kasipul, tumesikia ukiongea sana pia kuhusiana na Mumias, hasa kuhusiana na Mumias Sugar. Una lipi la kusema kuhusiana na Mumias Sugar? Niko na jambo moja kusema kuhusu Mumias Sugar, ni kwamba Mungu asaidie Mumias Sugar Company. Kwa sababu kuna wanasiasa ambao ni wa Mumias Sugar Company wamenunuliwa na yule Muhindi ambaye ako pale sasa kwenye Mumias Sugar Company. Unakumbuka Rais William Samoei Ruto alikuwa very accurate akisema ya kwamba hii Mumias Sugar Company lazima isaidie jamii ya Kiwango.
na akasema kwamba lazima kufufuliwe, kuna pale cogen inawekwa, ethanol inawekwa, ndio wao wakulima ili wapate kunufaika kwenye Mumias Sugar Company. It is very painful leo hii kuna moshi inatoka pale Mumias Sugar Company, and yet kuna masukari ambazo ziko kwa shelf ya Mumias ya supermarket ambazo zimewekwa Mumias Sugar Company. Hizo sukari ukiziangalia ndani yake hata sio zile nye kitambo ilikuwa unachukua kijiko moja unaweka, sasa hivi unaweka vijiko 7 kwa sababu hizo sukari hazijulikani zinatoka wapi. Kuna vitu ambazo zinaendelea kubwa sana pale Mumias Sugar Company ambao wananchi wa kawaida hawajanufaika na Mumias Sugar Company. That's why tunasema ya kwamba wale viongozi ambao wamechukua pesa kwa jina ya kwamba wanakula ndo wajenge manyumba za mamilioni ya pesa, ni sharti wakemewe na jina ambao ni ngumu sana. Kwa sababu gani? Leo hiyo unachukua nyumba milioni 200 na kuna mtoto ambaye anakufa pale kwa sababu hakuna dawa. Mumias Sugar Company ilikuwa inajenga hospitali. Mumias Sugar Company ilikuwa inajengea mashule. Mumias Sugar Company kulikuwa kuna ajira ambao mtu hawezi kosa pesa kupeleka mtoto wake shuleni. Leo hii kuna watoto ambao ni dropouts ambao hawana mbele wala nyuma kwa sababu kampuni ilianguka. Kuna watu ambao wamekuwa na depression, wazazi ambao wanakufa na depression kwa sababu kampuni ilianguka. Tunasema na tunarudia ya kwamba lazima watu wasimame na Rashid Chesa, wasimame na Ian Washika, wahakikisha kwamba Mumias Sugar Company imefufuliwa na weekly for sure. Kwa hivyo Bwana Kasipul, nataka kusema kwamba Mumias hii Sugar Company haifanyi kazi. Haifanyi yote. Chukua yote. Mumias Sugar Company haifanyi kazi. Ni kwa sababu gani? Kuna muhindi pale ambaye ameiangusha na tunamjua na tunajua anakula na wanasiasa wa pale, na ameamua kuangusha kampuni ambayo ni kampuni ni bora kabisa kwa sababu ya mahitaji yake. Hatutakubali. Kwa hivyo tukienda kwa supermarket tunapata, wakati unaenda pale kwa kuchagua maskari unapata sukari ya Mumias Sugar. Nataka kusema hiyo Mumias Sugar ambayo iko pale ni pakiti tu, lakini itengenezwe na Mumias Sugar. Haitengenezwi, inafanywa packaging. Haitengenezwi na Mumias. Na tumeanza. And then unapata watu ni Waganda ndio wamechukuliwa kuja kufanya kazi ya mkono. Hata watu ambao ni wapale hawafanyi kazi ya mkono. Unapata point. Wamewacha hiyo kitu imekuwa ni kama sketch tu, lakini sukari zinatoka dunia nyingine. We need to talk about it, and we must talk about it, and we must condemn with the strongest words. Kasipul, tukiongea kuhusu Mumias Sugar, iko Western, sio na iko karibu na Bungoma County, na venye tunajua Western ni nchi ambayo imebarikiwa sana kwa rutuba, iko na rutuba nzuri sana. Alafu pia kuna kiwanda cha Pan Pep. Unaweza sema nini? Hiyo pia bado tunakuja kuishughulikia. Hiyo bado, acha tuanze na Mumias kwanza, uone vile mambo inaenda. Tunaanza na Mumias, tutaingia kwa hiyo ya Pan Pep. Mambo ya Mumias Sugar, hiyo corruption ambayo iko hapo, unafikiria inafanywa na viongozi wenyewe wa Mumias Sugar? Elected leaders wenye wanatoka kwa kanda ya Mumias ndio wamepewa pesa, kuanzia kwa gavana, kuingia kwa seneta, kuingia hadi watu wa chini wamepewa hela. Gavana ambaye ni wa Kakamega County sasa. Nimetaja jina mimi? Mimi sijataja jina. Sasa gavana inamaanisha ni gavana. Sijataja jina. Wewe tafuta hapo. Fernandez Baraza. Mimi sijataja, wewe utafuta mtu mwingine wa kutaja jina. Kwa hivyo sasa hapo kuna kizungumkuti. Na unafikiri ikitatuliwa itaweza kufanya kweli? Itafanya. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa Kasipul, asante sana kwa wakati wako. Mashallah.